Sasa hivi karibuni hapa Darozi tulishuhudia msanii Goodluck Gozbert ambaye alipewa gari na akalichoma. Wewe umepewa gari na Kuhani Musa. Subiri mzee baba. Umepewa gari na Kuhani Musa. Sasa na wewe utalichoma? Mbinguni kila mtu anaenda peke yake. Mbinguni kila mtu anaenda peke yake. Jehanamu hatusindikizane wala mbinguni hatupelekani. Kila mtu anaenda peke yake. Inategemea yeye aliona nini. Vile alifeel moyoni mwake kwamba sijui nilikuwa ni shetani, sijui pepo, akalichoma. Yeye alichoma kwa sababu alisikia, kama alivyosema, alisikia Mungu akimwambia. Sasa sitaki kuingia huko kwa sababu wanajuana yeye na Mungu. Na Jodevi. Hao watu watatu. Maana tu walipokuwa walipeana hivyo na Mungu alikuwepo. Mimi la kwangu pia, kwangu Mungu pia alikuwepo. Kwanza kumbuka wakati ule, mimi watu wengi hawajui. Kuhani Musa wakati ananipa gari, hakunialika. Watu hapana, na nilikuwa simjui. Kweli? Mimi nilikuwa na mkutano wa injili kule TAG Kifuru. Nilikuwa naimba. Sasa Clouds FM wakawa wanaleta machalao la kabla Christmas wanafanya. Wanaimba. Wakanialika niende kuimba. Nikaja pale nikaimba, hasa kesho yake Jumapili. Ndio. Tukaomba kuimba kwa mchungaji fulani, sitaki kumtaja ni nani. Lakini ni mchungaji wangu, ni baba yangu, akanambia tunakuja kusali hapo. Akasema sawa uje. Baadaye tukiwa njiani tumefika Kimara, maana nela kwake unaingia Kimara ndo uende sio Kimara ndo pale mimi. Ni Kimara ni kweli. Basi akasema jamani, lakini nasikia vibaya, mwanangu ametoka kwenye matatizo na ndi binti ambaye amesimama na mimi sana. Alikuwa nikimtaja sio mbaya. Bishop Bendera akasema wewe ni mtoto wangu. Bishop Bendera tumefahamiana kabla hajaja miaka mingi. Akasema kukwambia tu njoo hivi hapana. Wacha nijipange vizuri. Nije nikupokea hapa kwa heshima kama binti yangu. Kwa kweli uje hapa alafu ondoke tu hivi. Hapana, wacha nijipange. Basi tukasema kwa sababu tumefika hapa. Emmanuel Mabisa ndo nilikuwa naye. Akaniambia sasa kwa sababu tuko hapa, si twende tukabudu hapo tu kwa Kuhani Musa. Tukaenda. Hampo kwenye mpango. Hapana, nilikuwa simjui. Nilikuwa naenda kwa Bendera. Basi sasa Bendera akasema mimi siwezi kukupokea binti yangu ati kama kawaida tu hivi na umepitia kwenye shida nyingi. Kwa hiyo yeye alipanga siku yake maalum, akasema wacha Yesu amenisemesha nikubariki wakati mwingine. Kwa mkenda kwa kuhani. Akasema tunaenda kwa kuhani, tukaenda kwa kuhani. Mimi nilifika pale nikakaa nyuma. Lakini wazee wa kanisa wakasema tumemwona Rozi hapa. Basi akasema yuko wapi? Akasema yuko nyuma. Kwa nini nimemweka nyuma? Hebu njoo kaa hapa mbele. Akanita kakaa mbele. Na unajua wewe kama unavyosema Zembwela nilikuwa na hali gani. Basi nikaenda nikakaa tu pale. Sasa kukaa pale ndo muujiza ulitokea tu hapo hivyo. Yaani hatujawahi kuhani kusema tuliwahi kukutana mahali, hakuna. Kwa hiyo hata nimekuambia hivi unaona kwamba ulikuwa tu ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo naheshimu mpango wa Mungu. Na mimi nikwambie kamwe kinywa changu hakitakuja kunena mabaya juu ya mtumishi wa Mungu yoyote. Sitakuja kunena, maana hiyo sio kazi yangu. Kumbuka au makuhani kuna maaskofu kama wanayao watamuita, maana ndio watoto wao. Sisi tunaitwa na wachungaji. Kama kutuchamba wanatuchamba kweli kweli. Unasomewa mpaka unaona hapa sasa mpaka nimekengeuka na wanakusema. Uzuri namshukuru Mungu mimi siye kukasirika nikisemwa. Hata kama ulisema kwa mabaya nitakuangalia, si Mungu anakuona. Lakini mimi kwa Musa tumefahamiana hivyo na heshimu mafuta yaliyoko juu ya mchungaji. Darozi, sisi tunakushukuru sana na hatutaki kuna hizi dakika mbili hapa tunataka tuinuke. Good morning. Habari za asubuhi.